Haleluya, mtu wa Mungu, popote ulipo ninakutakia magharibi njema. Na zaidi ya yote ninamshukuru Mungu ambaye anatujalia neema na kibali cha kuonekana tena mbele yake. Lakini mbele tuanze, mtu wa Mungu, tutafanya maombi machache. Mahali popote ulipo utakapoitazama video hii, usikie kumwambia Mungu, nami niko hapa. Usikie kuwa na kile ambacho talogota ndani ya ujumbe. Ni ujumbe mfupi, ni mafundisho ambayo Mungu anataka alete kwetu, si kwako mwenyewe bali hata na kwangu mimi ambaye nina jukumu ya kuyafikisha, sababu nami nikingali katika safari. Ndiyo maana jitahidi, mtu wa Mungu, tuombe Mungu kwanza ili Bwana kubariki popote pale ulipo, akujaze nguvu, na zaidi ya yote atubariki, maana kazi ni nzito. Mtakatifu, mwenye uweza na mwenye mamlaka, Mungu ketie mahali pa juu, mahali pa kuinuka, Bwana wa majeshi, Jehova Sabaothi ni jina lako. Hakuna mahali ambapo ulishindwa Mungu. Wewe ni leo, jana, leo na hata milele. Hakuna ambaye ataitwa Mungu isipokuwa uwe Mungu ambaye uliyezifanya mbingu na nchi. Baba, ninakuwa mbele za uso wako. Basi haya maneno ambayo ninataka kuyatoa kwa watu wako, Baba, kinywa ni changu lakini maneno ni yako. Acha ufanyize mahali ambapo video itatembea, itakapofika kwa watu wako, kwa wale ambao wamekwisha kupotea, kwa wale ambao wamekwisha kuzembea, kwa wale ambao walitupa mema yako. Wawe tena na nguvu, wawe tena na moyo ya kusikia kuamka na kushika silaha ili waweze kupiga vita vizuri vya imani. Basi ninaombea huyu mama ambaye amekwisha kupotea. Ninaombea huyu ndugu ambaye tayari mema yako yamepotea katika maisha yake, na anaanza kuishi mambo yasiyoeleweka, na alikuwa akikujua. Mungu, tawala hii mioyo, uyaguse tena haya mioyo ya kuongokea na ya kujue. Kwa uwezo wa jina lako Yesu ninaomba, amen. Basi mtu wa Mungu, popote pale ulipo, Mungu akubariki, Mungu akukumbuke. Kitu kimoja tu ambacho nilikuja kuleta kwako kwa hii jioni, ambacho Mungu alitaka nilete kwako na nikifikishe kwako, ni kama vile kwako na kwangu. Ni kitu ambacho kinasema kujua kuishi mema ya Mungu. Kujua kuishi mema ya Mungu. Kujua kuishi mema ya Mungu ni kufanana yale mema utakapoyaishi, na kujua haki na kujua hukumu ya kweli. Kujua haki ya Mungu, kuishi haki ya Mungu ni kuishi kuyatenda mema. Ni kuishi kuwa mwema kwa wengine. Ni kuishi kufanya yale ambayo hayatawaumiza wengine. Ni kuishi kufanya mambo ambayo yatampendeza Mungu. Ni kuishi kufanya mambo ambayo Mungu atafurahia na ule wokovu aliokupatia, wakati pale utakaposimama pamoja na ule wokovu na kuendelea kuangalia msalaba wake. Ndugu yangu, popote ulipo, Bwana kukumbuke, Bwana kubariki, Bwana kukumbuke, Bwana kubariki, na kujalie tena neema ya kuitafuta mema yake, ya kutafuta kuishi mema yake. Tutakapoyaishi mema ya Mungu, tutakuwa wana wa kweli. Tutakapoyaishi mema ya Mungu, kila kitu kyote ambacho tutamuomba Mungu tutakipata. Tutakapoishi mema ya Mungu, kila kitu ambacho tutahitaji kwa Mungu tutakiona, kwa macho yetu tutakiona. Hatutakuwa wenye tena kupapasa. Wakristo wa leo tunapapasa sababu tulishindwa kuishi mema ya Mungu. Watumishi wa Mungu wa leo tunapapasa sababu tulishindwa kuishi ukweli wa Mungu. Wakristo wa leo tunapapasa sababu tulishindwa kuishi amri za Mungu. Tulijipeleka, tukajizania, tukaona ya kuwa kazi zinakuwa zetu. Leo mtu wa Mungu, Bwana anakuja kukukumbusha, Bwana anakuja kukuambia ya kuwa kazi si zako, kazi ni zake. Jifunze kuishi mema yake. Jifunze kuishi mema yake, na utakapo yaishi mema, yaonekane kwa wengine, na yawaletee msaada na kuwaletea faida. Maana ikiwa una karama, ikiwa una kipaji, si kipaji ambacho tafuchika ndani ya kitunga. Unapashwa ukiinua
ujiinue, unapashwa kuambia Mungu, niko hapa uniinue, niko hapa Mungu nikumbuke, unijie tena msaada ili niwe msaada kwa wengine. Sababu Mungu alipotuita alitufanya kuwa vyombo vyake, na ikiwa tuko vyombo vyake tuishi mema. Usiwe Mkristo ambayo unajiita Mkristo na uchoyo ukingali unakumba moyo wako, ukingali unakumba maisha yako. Usijiite Mkristo na unafiki ukingali unakumba maisha yako. Ikiwa unaziishi zile tabia na wakati unayazogelea hata madhabahu ya Mungu, Bwana anakuja kusema na wewe kwa hii jioni, acha zile tabia. Na ikiwa umeshindwa, ingelikuwa heri uchukue vilivyo vyako na kusema ninashindwa. Uachie wale ambao waliitwa kumtumikia Mungu, wakijua kuzishika amri zake, wakijua kumtumainia yeye, wakisema ya kuwa tutashika yote, wakisema ya kuwa tutatembea gisi Baba nataka tutembee. Sababu ikiwa tulishindwa, ikiwa wengi wanashindwa, ni sababu ya kushindwa kuishi mema ya Mungu. Na yale mema tulishindwa kuyaishi na kuyaonesha wengine ili yawajie msaada na kuwapa faraja. Popote pale ulipo, Mungu anakuja kukukanya, Mungu anakuja kukukanya, anakuja kusema na wewe kwa jioni. Acha vilema vyako ambavyo unakuwa navyo, vilema vya unafiki, vilema vya ujanja ambavyo vimpendezi Mungu, ambavyo vinasababisha yale mema ambayo ungeliishi, yale mema ambayo yangeliwasaidia wengine, kwako yanakuwa kwa watu wengine wewe unakuwa tu ni mwenye kuleta matatizo, unakuwa kikwazo. Na ijapokuwa unajiita mtumishi, mtu wa Mungu geuka, mtu wa Mungu geuka, mtu wa Mungu angalia mahali ulipotoka na mahali unakwenda na mahali unafika. Usije ukajute, sababu Bwana anakuja, sababu Bwana anakuja kufanya control, anakuja kulipisha kila mtu kadiri ya gisi alivyompatia, anakuja kuangalia ripoti ya kila mtu na kuangalia ripoti gani tutampa. Katika yote anasema watu wake tuamke, tuishi mema yake. Tusipoishi mema yake, tusipoishi mema yake, yale ambayo yatatupata yatakuwa ni mabaya sana, na tutajuta siku ambazo tuliishi hapa chini ya jua, sababu Bwana anakuja na ujira mkononi. Basi Mungu akubariki, Mungu akuonee huruma, Mungu akujalie tena neema ya kutafuta mema yake, ya kuyaishi mema yake, ya kuishi mema yake, ya kumshuhudia kikamilifu, ya kuacha uongo, ya kuacha uzinzi, ya kuacha nafasi zote za dhambi. Kisha unajiita eti unajitumika kazi za Mungu, na ijapokuwa uko mjanja, uko mnafiki, mtu wa Mungu ambao umejiita mtu wa Mungu, fanya hesabu ya moyo wako, sababu Bwana anakuja, na kile ambacho Bwana atakuja kutafuta kwako ni yale mema ambayo alikutakia. Maana alipomuumba mwanadamu, alipomweka mwanadamu chini ya jua, alimwambia ninakupa hivi vyote uvitawale. Yale ni mema ambayo Mungu alipatia mwanadamu, lakini mwanadamu alipogeuka, yale mema yaligeuka kwake machungu. Angalisho nao ambaye Mungu amekwisha kubariki, alikuahidia kitu na akakupatia, lakini alipokupatia yale mema kusudi pale ifaidie wengine, na ilete ripoti nzuri kwa Mungu, yakaleta misharabaka, yakaleta vikwazo kwa wengine, yakaleta mambo mabaya kwa wengine, na pale sifa zikumrudilia tena Mungu. Yale mabaya yako yalipoonekana mbele ya Mungu, sifa zikumrudilia Mungu. Tafakari njia zako mwanadamu. Bwana anasema na wewe kwa hii jioni, anasema ya kuwa anakuja usipochukua hatua ya kutaka kuyaishi mema yake, na yale mema yaonekane hata kwa watu ambao unakuwa nao. Ole wako mwanadamu, sababu atakapokulipisha utakosa kile ambacho utampatia. Basi mtu wa Mungu, Mungu akupatie tena neema ya kuzamirika. Tuzirudishe tena zamiri zetu, tusogeze tena mioyo yetu kwa Mungu, maana siku ambazo tunakuwa ndani ni siku za mwisho, ni siku ambazo majira na nyakati yanapita kwa haraka sana. Basi popote pale ulipo, Mungu akubariki na kutakia mema. Ushindi wake Bwana ukukute kwa hii jioni, utakapopokea ujumbe na utakapojaliwa kusikiliza kile ambacho
umesikia ndani ya hii ujumbe, kile ambacho talogota, kile ambacho naona hiki kinaniinterese na hiki nitakapo kiishi kitanifanya kuwa tena mtu mpya, pale utabarikiwa na pale Bwana atakurudi, sababu Bwana si mwepesi wa hasira, yeye ni mwingi wa rehema. Basi Mungu akubariki na kutakia neema na ushindi kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen.